Makofi mazuri. Umoja wa Wameru. Kwa sababu umoja, Mungu anaamurisha baraka na pia tutapata maendeleo kutoka kwa serikali kuu. Jambo la pili, Your Excellency. Hapa Meru tuko na shinda ya ugonjwa wa saratani. Hapa Meru kila jamii imelia kwa sababu ya ugonjwa wa kansa. Your Excellency, tunakuomba pale kwa PPP, programu yako ambayo inawaleta development partners. Kuna program ambayo tulikuwa tumeanzisha. Former Governor Mzee Kiraitu alikuwa ameanzisha mradi wa kuleta Cancer Research Center hapa Meru ya 1.9 billion, na tunajua hiyo Mbaton ni rais pekee yake ndio anaweza guza hiyo 1.9 billion ikuje hapa Meru. Wewe rais aguze hiyo Mbaton, aiguze, onyesha vile anatakiwa kufanya, aiguze, aguze, finya hiyo Mbaton rais, finya hiyo Mbaton. Finya hiyo Mbaton na Wameru tutapona. Jambo la pili, Your Excellency. Kuna hospitali yetu ambayo inaitwa Meru Referral and Teaching Hospital, ambayo imefika kiwango cha level 6 parastatal. Tumeanzisha mikakati kama County Government of Meru, tukishirikiana na viongozi wote. Utusaidie tupeane hiyo serikali kwa national government, iwe managed kama Kenyatta National Hospital. Ndio ile pesa ambayo tunaweka kwa hiyo hospitali tulete kwa Nyambene General Hospital, tupeleke Mikindori, tupeleke Kadheri, tupeleke Timao, na tupeleke zile hospitali zingine. Hiyo bando itakuwa ikituhudumia, lakini wewe kwa sababu wewe ndio uko na mfuko mzito, ukitufandia hospitali ya Meru Teaching and Referral Hospital. Nebo kwenda tonenkera sibitari ra nene agiaka research center ameka irambesa. Tuipeane kwa rais yetu. Public participation inasema tupeane hospitali yetu kwa national government, ndio hiyo pesa tuitumie kwa hospitali zetu ndogo ndogo. Ikura toko ringa sia public participation. Wale wanakubaliana na hiyo maoni, baba yetu achukue hiyo hospitali, wainue mikono juu. Mwananchi amesema rais wetu. Jambo la tatu na la mwisho, rais wetu, ni kwamba university rais ameongea kuhusu na amesema hiyo mambo imekamilika. Hata tuko na watoto wameletwa na KUPS ambayo ni parastato ya serikali, kwa hivyo hiyo kazi iko njiani. Jambo la tatu nikimalizia, kuna stadium inaitwa Maua Stadium. Maua Stadium, Your Excellency, serikali yako inaendelea kuboresha talanta za vijana hapa Kenya, na tunajua hiyo juhudi unazitia Kenya yote, na pia hapa Meru, especially Igembe region. Kuna hiyo stadium inaitwa Maua Stadium. Instead ya vijana wetu wakuze talanta zao, ni maji iko kwa hiyo stadium. Tunajua stadium wini ya county, Your Excellency. Hatusemi kila shinda yote ni ya rais, eti kila shinda kubwa tunampelekea rais. Hapana, ingine ni yetu, lakini kiwango yetu ni kindogo. Tunaomba, mimi kama gavana nitaweka pesa kindogo ya kutengeneza hiyo stadium yetu, na wewe kwa sababu mfuko yako ni mzito, utuongeze kitu hapo ndio tutengeneze hiyo stadium. Nikimalizia nipeane hiki kipasa sauti kwa rais wetu. Ni kwamba tunashukuru ulitusaidia tukawa kwa map ya Kenya, kwa sababu ya kutuchukulia deputy president anaitwa Kithure Kindiki, kijana wetu kutoka hapa Meru, jirani hapa. Nikimalizia kwa broad based government, sisi tunajua ni sehemu ya hiyo serikali yetu. Kuna manjamaa wetu hapa Meru, wazee ambao tunaheshimu sana. Wazee pia ni Wajorincheke. Mmoja anaitwa Honorable Peter Munya Gatirao,
mwingine anaitwa rafiki yako Franklin Mithika Linturi. Kwa hiyo broad based government ile ambayo umeingiza marafiki zetu viongozi wote wa Kenya, Mithika Linturi na Peter Munya Gatirao waingie hapo, waingie hapo, waingie hapo. Asante Your Excellency na Mungu akubariki sana. Pigia rais wetu makofi mazuri. Asante sana. Mimi nimeona kweli, nimekubali sasa muko na governor. Nimekubali. Huyu mungwana ni governor. Si ndio? Na kwa sababu ameongea vizuri, na mimi nataka nimwambie tu mambo mawili. Kwanza, hospitali ya Meru Referral Hospital, kusema sasa kwa kweli hiyo hospitali iko chini kiasi. Mimi nakubaliana na wewe governor. Na kwa sababu hiyo, mimi nitatuma watu wangu next week waketi chini na wewe na serikali yako, tukubaliane. Kwanza tunataka hiyo hospitali tuinue, tuweke pesa kabisa, ndio iwe ifike hiyo level 6. Kwa saa hizi hiyo hospitali ni level 6 kwa makaratasi, lakini on the ground nafikiri ni level 4. Si namna hiyo? Kwa hivyo wewe governor, next week nitatumana wewe upangane na watu yangu, ili hiyo hospitali vile umesema tuweze kuiinua na national government iweze kuchukua hiyo hospitali, ndio tuweke vifaa ya kutosha, tusimamie vizuri. Ile pesa unatumia pale usaidie hospitali zile zingine ambazo ziko hapa za level 4 na za level 5 zingine hapa Meru. Tumekubaliana? Jambo la pili, hii stadium umesema hapa, hii stadium nasikia iko na maji. John Paul huyu amenisumbua sana na hiyo stadium, kila mahali ananiambia hii stadium iko shida, na yeye ni kijana na vijana wanamuuliza maswali. Hawa watu wangu wakikuja next week, bwana governor, wakimalizana na hospitali watakuja na wewe mpaka kwa stadium hapa, ndio tuone vile tunaweza kufanya pamoja na wewe. Na wewe John Paul, wakati hawa watu wa stadium wanakuja, ukue hapa ndio ueleze vizuri vile maneno inatakikana kuendelea. Tumekubaliana? Ya mwisho, amenieleza ya kwamba kuna wazee wawili wa mji huu, Peter Munya na rafiki yangu Franklin Mithika Linturi. Hawa viongozi wawili tayari wako na mazungumzo na mimi, na tuko na kampango. Nyinyi tulizeni poli, mambo iko sawa sawa. Tumekubaliana? Tuko pamoja? Basi wacha nichukue nafasi hii sasa nimuite waziri wetu, huyu kijana anaitwa Eric Muruithi, awasalimie. Mko sawa? Mimi Raishi, kwanza asante kwa kuja Meru. Mimi nashukuru sana kwa kunipa kazi katika serikali yako. Nimezaliwa hapa, nimeishi na hawa na shida zao nazitambua. Na ndio maana nashukuru kwa sewerage system yenye tunajenga hapa kutoka wizara yangu, na umetusaidia na pesa. Untubwa bele antubeto sebuwa ibana bako wato weni President Ruto maua. Asante. Professor, our deputy, ibana obo muwato weni. Leo sina mengi ya kusema rais, ni kusema hawa watu wako na shida ya maji. Nimezaliwa hapa na shida zao za maji ni mingi. Igembe North, Igembe South, Igembe Central. Na asante kwa ule mpango umesema nianzishe wa kuleta maji kwa hawa watu. Mimi ni kijana wako wa kazi, ninaomba tu uniruhusu nimalize huo mpango na nilete maji Maua, nilete Meru na nilete Kenya mzima. Nashukuru sana Excellency.
Anto beto pamawa mugeni. Bwana Yesu asifiwe. Mimi yangu rais ni kidogo, nikiwa seneta wa Meru. Nikukushukuru sana sana sana. Sababu kutoka 2013 wakati umeingia ukiwa deputy president, wewe umeelewa Meru nje na ndani. Na sisi tunakushukuru sababu shinda zetu zote unazielewa. Na kwa hivyo tukiwa hapa rais, kuna katelo moja inaitwa Nakanda. Nakanda ndio watu ambao wametusumbua pia kwa biashara ya miraa. Sababu mpaka leo anasema miraa ni dawa ya kulevya. Na nikiwa seneti pale nimeleta sheria ya kutoa miraa katika Nakanda, na sisi tumeshukuru. Ile kazi umepea Kindiki, sisi tutaungana na yeye tukiwa viongozi wa Meru. Kuna wakulima hapa na watu wa biashara viongozi. Ile kitu tu nitakuomba sasa, wale viongozi lazima tutakuwa na mkutano na naibu wa rais, viongozi wa miraa, viongozi wa wafanyikazi wa miraa. Tutaweka mkutano in the next 2 weeks na naibu rais, ndio tumueleze kinagaubaga ile shinda iko katika biashara ya miraa, na ndio tuweze kuelewana na kusonga mbele. Rais, ya mwisho, kuna ile mbele yetu tunakukumbusha kila wakati ya mpaka ya Isiolo huko Samburu, kutoka Igembe North kwenda huko Igembe Central kwenda huko juu. Hiyo rais, umefanya kazi mingi sana na tunakushukuru. Tunashukuru pia Profesa Kindiki naibu wako, wakati alikuwa waziri alisaidia sana pale ndio tutumalizane na wale wakora wa ng'ombe. Lakini rais, tunakuomba kabisa, kama ni jeshi utaleta hapo, bado watu wanatusumbua. Kama ni jeshi utaleta, ukiwa amri jeshi mkuu, tulete National Security Council ikubali kufanywa operation pale kabisa hiyo mpaka, ndio tuweze kumaliza hiyo ukora na ndio tuweze kuendelea vizuri. Niambie constituencies zingine zetu zile rais hatafika leo. Rais ako na mpango ya kutembea kila constituency ya Meru, mahali hatafika leo sio mwisho ya safari. Atakuja na rais, nataka kuhakikishia ingine ya mwisho. Sisi sio wajinga tukiwa wa Meru. Hakuna mtu atatundanganya kwenda kona kona tutoke kwa serikali. Sisi tutakuunga mkono vile tulikuunga 2017, 2022 na 2027 pia. Tuko hapo ndani, hakuna mtu atatusumbua sisi na kutuletea fitna. Asanteni sana watu wetu. Ibwega Murungu abudhalime sana. Asanteni sana. Thank you. Maua, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Mnamkaribisha rais hapa. Si ndio tulitembea na yeye hapa kipindi kilichopita mara 10. Na ndio maana ametukumbuka leo hii na akatuletea maendeleo kwa wingi. Na ndio maana niliwaambia mimi ile njia ambayo utembea, natembea njia ya mwananchi, ile ambayo mwananchi ataweza kufaidika. Sio njia ya mtu ambaye ni binafsi na mtu ambaye anajipenda yeye mwenyewe. Nakumbuka wakati ambapo tulitembea huku na Rais William, tulitembea hapa tukaweza kuwapa manifesto ya ile kazi ambayo tutaifanya. Hatukusema ya kwamba tukiingia kwa kazi tunaenda kufanya upinzani. Tulisema tunaenda kufanya kazi ili mwananchi aweze kufaidika kwa kazi. Na ndio maana leo hii rais ameweza kufika hapa kuonyesha kimatendo ile kazi ambayo ameweza kuifanya katika maua hii. Na nikuambie Rais William Ruto, hapa Igembe South sisi tunakushukuru sana, sababu kuna kazi nyingi ambazo umezifanya kwa hiyo miaka miwili ambayo tumekaa katika hii kazi. Pale Maua Girls mpaka pale Basin umeweza kutuwekea tamak hapa Maua na ikakamilika na wakina mama wanafaidika na hiyo barabara. Pale Annex Mheshimiwa Rais ulitupatia pesa na tukaweka lami na hiyo barabara inatumika rais. Pale Adhero tulienda hapo tukatengeneza market na saizi inakungoja tuende tukaifungue rais. Huyu deputy president wako Mheshimiwa Kithure Kindiki, wakati alikuwa interior minister, uliweza kumuinstruct aweze kutupatia 2 sub-counties hapa ya Igembe, akaweza kutupatia sub-county 2 na ukaauthorize ziweze kupewa pesa na saizi zimejengwa. Ni hapa tu hatujamaliza, lakini pia hiyo kama vile ambavyo uliweza kuniambia ya kwamba hizo hela ambazo zimebaki za kujenga
Maua sub-county headquarters, pia hiyo nayo tunaimaliza. Kumaanisha rais wetu ni mchapakazi. Ni mchapakazi ama si mchapakazi? Kuna watu wengine walikuwa wanadhani wakiingia katika kazi ya uongozi wanaenda kulala kule Nairobi, hakuna kufanyia mwananchi kazi. Hapa tumeweza kuzindua ile market ambayo niliweza kukuja hapa nikawaambia rais ameweza kutupa pesa. Na Rais William Ruto aliweza kuniambia Mheshimiwa John Paul, hapa Maua, wananchi wa Maua ni wachapakazi. Na kwa hivyo sitawajengea soko ndogo, nitaweza kuongeza another floor. Na ndio maana mnaona ile soko inaanza na ni soko nzuri ambayo itasaidia wananchi wa hapa. Rais, mimi nashukuru sana sababu ya mambo ya university hiyo umeweza kutatua. Umeweza kututatulia mambo ya Maua Stadium. Nakumbuka wakati ambapo nilifika kwako nilikueleza mambo ya hawa vijana na hiyo ukaweza kutusaidia. Ile Huduma Center ambayo tumetoka kuzindua pale rais, ile Huduma Center itaweza kuwa ina sub-county 6 hapa Igembe. Na nikuambie rais, sisi tuko nyuma yako, hatutatishwa na mtu yoyote ambaye anajifanya ni yeye anajua hao watu. Kabla ya nimjue mimi nilikuwa nimekujua na ni wewe uliniweza kuniambia yule mtu ni nani. Na kwa hivyo mimi niko hapo kuhakikisha tumefanya kazi na wewe. Rais, kuna kitu tu ama kuna vitu viwili tu ningetaka kuomba kutoka kwako. Rais, pale Kemongoro, unakumbuka tulienda Nderone tukafanya mkutano pale. Na wakati ambapo tulifanya mkutano pale, uliona wale ni watu wachapakazi na watu ambao ni wakulima. Na huko chini ndiko kuna wapatia hawa chakula. Rais, tafadhali nipe angalau kilomita chache za kufanya kule hapo Kemongoro, Nderone, Kilili mpaka Kisimani na pia Hadhi, Antoamuo mpaka Kiegoi ili hao watu waweze kufaidika. Na ya mwisho sababu umeyatenda mengi. Hapa Maua tuko na walimu. Na hao walimu ni wachapa kazi na wako katika municipality ya Maua. Na hii municipality ya Maua iko na shule 18. Na hizi shule 18 zile allowances ambazo wanapata za municipality ni shule 3 tu ambazo zinapata. Weza kutusaidia pia hizi zingine shule 15 ziweze kupata hiyo allowance ya hardship ili pia wao wakisaidia watoto wetu waweze kusaidika zaidi. Na tunashukuru sana sababu umeajiri walimu zaidi sasa ya 80,000 wale ambao wanatusaidia hapa. Na niambie watu ambao wakati huu wanasema hakuna kazi ambayo inafanyika, mkuje hapa Maua, mkuje hapa Igembe South, muone ile kazi ambayo rais wetu William Ruto ameweza kuifanya. Mumeona kazi ama mjaona watu wangu wa Igembe South? Ibone tangu ya rais William Ruto. Ibone tangu ya rais William Ruto. Imbone na njara bravo tangu ya rais William Ruto. Rais hapa Igembe South tuko na KMTC. Wakati ambapo nilianza hii KMTC walikuwa wanaona ni kama ni shule ya hapa. Wewe ulikuja hapa last year ukaweza kutuinulia ile shule, ukatupatia school bus na nilileta hapa ya kusaidia wanafunzi wa pale. Na pia saa hizi umeweza kuadvertise hostels pale Maua KMTC ambazo zitajengwa pale kusaidia hawa watoto. Nikwambia Kendani Technical Training Institute ulinipatia milioni 10 na nikaongeza yangu milioni 10. Mwaka huu mwezi wa 9 tunaenda kufungua ile shule. Na nimewaambia hawa, wewe mwenyewe mwaka huu uliniambia ni lazima ile TTI ya Kendani imaliziwe, watoto wasome, wawe na skills, sababu hiyo ndio kazi ambayo nataka kusaidia na wao vijana wetu ili wasije wakandanganywa na wale watu wengine ya kwamba wanaweza kuwafuata wapate kitu kule, lakini mtu anaweza kutumia skeli yake kupata kitu. Asante sana rais, nitazidi kukuunga mkono, iwe mvua, iwe njua, mimi niko hapo kuhakikisha ya kwamba tumefanyia hii taifa kazi. Asante sana rais wetu. Nikueleze Mheshimiwa John Paul, hii Huduma Center tumeanzisha hapa leo
ndani ya miezi mitano itakuwa imekamilika. Vijana wa hapa watafanya kazi pale. Vile vile mimi nataka niongee na vijana wa hapa Meru. Vijana wa Maua muko? Mbona sisikii sauti ya vijana wa Maua? Vijana muko? Vijana, mimi nataka munisikize kwa makini. Kama serikali ya Kenya, kwa mara ya kwanza tuko na mpango ya kupanga ajira ya vijana wetu. Affordable housing ambayo tunajenga hapa, market ambayo tunajenga hapa, ni kwa sababu tunataka vijana wetu wapate ajira. Jambo la pili, tumejenga County Aggregation and Industrial Park tuweze kufanya value addition, tuweze kufanya agro processing, kwa sababu tunataka vijana wetu wapate ajira. Jambo la nne, huyu John Paul na wabunge wote wa taifa letu la Kenya, nimewaambia na tumewapatia pesa ya kujenga ICT hub. Kila ward ya taifa letu la Kenya iwe na ICT hub, kwa sababu kama serikali tumekubaliana na kampuni za kimataifa kwamba tuko na vijana wafanyikazi, vijana wenye nidhamu wa Kenya, wenye elimu, ambao wanaweza kufanya kazi kampuni zote duniani. Kwa sasa tuko na vijana zaidi ya 1190 wanafanya kazi ya digital jobs, na tunataka hawa vijana waongezeke. Wakati tutajenga ICT hub hapa, huyu John Paul ajenge, mimi nitaweka internet, na huyu mheshimiwa Kabogo pale tutaweka stima, na pale tutaweka waalimu ambao watawafundisha hawa vijana kazi ya digital jobs. Nyinyi vijana mko tayari kwa hiyo kibarua? Vile vile tumesign bilateral labor agreements na nchi nyingi duniani, ili vijana wa Kenya wale wako na ujuzi, wale wametoka TVET, wale wametoka university, waweze kupata ajira Marekani, Ujerumani, Ufaransa, UAE, Dubai na sehemu zingine. Mimi nawauliza vijana wetu hapa, tulikubaliana kazi ni kazi. Kwa mjengo kuna kazi, kwa waalimu kuna kazi, kwa digital jobs kuna kazi, kwa agro processing kuna kazi. Hiyo kazi zote wewe ujipange na kazi moja hapo, ujisalishie nafasi yako, ulinde familia yako, ujenge taifa letu la Kenya. Vijana tumekubaliana kila mtu jameni atafanya kibarua. Mtatafuna nafasi katika hiyo nafasi yote. Wacha nichukue nafasi hii nimuulize Mheshimiwa William Kabogo, waziri wetu wa ICT, ambaye sasa kazi yake ni Buga Mrioho Mriega. Kitu mimi Mheshimiwa Rais nimeona hapa, hawa jamani wajanja. Wanajua mahali baton inafinywa, hospitali inapatikana. Mahali inafinywa, kiwanja ya mpira inapatikana. Sasa mtu wa kutuambia tutoke kwa huyo jamaa anatutupa, si ndio? Na mimi nataka niwaambie, tuko juu ya mlima, mlima chini yetu tunafurahi. Tunaelewana? Tuko juu ya mlima, mlima chini yetu tunafurahi, au sio namna hiyo? Mnaona Mheshimiwa Kithure Kindiki DP amepawa kazi ya cartel, si ndio? Mimi naomba Mheshimiwa Rais unipe kazi pale, kuna Kabogo kidogo kanyati kadogo kamekatalia juu ya mlima. Unipe kazi nisukume hiyo shughuli ya mlima iishe. Nimwahe rodha. Mmenipatia ruhusa? Hebu nione kwa mkono mmenipa ruhusa. Ya mwisho. Sisi kazi Mheshimiwa Rais akifanya, barabara amepeana milioni 200, si ndio? Amesema hospitali itajengwa. Amesema huduma itajengwa. Mimi nimeamrishwa niweke internet. Jameni, si huyu bana tumshikilie jameni? Si huyu bana tumshikilie? Haya, wangapi watashikilia Mheshimiwa Ruto? Asante sana. Thank you. Igembe ni nyinyi mwaumiro hoguo. Sasa Mheshimiwa Rais, unajua wakati ulikuwa naongea
nilikuwa pale nyuma nikasikia watu wanasema Katelo. Katelo, nikauliza huyu Katelo ni nani? Kumbe ni Katel ile ya miraa. Sasa rais, iko vijana tumeongea nao hapa, wameniambia walikuwa na shida hapa Meru kubwa ya ubishi kwa serikali ya county, lakini sasa na gavana mpya Meru iko imara, na tuna imani gavana mpya na viongozi wa Meru sasa watashikana ili Meru isonge mbele kama county zingine. Kweli si kweli? La pili, Mheshimiwa Rais, hiyo cartel ya miraa, hao watu wa Igembe wanasema ile cartel, wewe umesuluhisha mambo ya soko na mambo ya bei, hiyo umegazeti mpya. Ile shida imebaki ni hiyo cartel. Na hiyo cartel vile umeagiza Deputy President ambaye alipambana na makatele ya wizi wa ng'ombe, sasa apambane na hiyo cartel. Kama shida ni ndege ya kwenda Somalia, wale wanabeba miraa hawana miraa yao, ni miraa ya wakulima wa Igembe wanabeba. Wakikataa ndege ingia Somalia, na hao miraa hawatabeba ya watu wa Igembe na Meru mpaka wapeane ile bei inafaa. Kweli si kweli? La mwisho, Rais, Deputy President walikati alikuwa Minister wa Interior, huyu Kithure Kindiki, alienda akakwamia North Rift, mambo ya banditry ikaisha. Sasa wanaomba Mheshimiwa Rais, waziri mpya wa Interior Kipchumba Murkomen aja akae hapa kati ya mpaka ya Meru na Isiolo, mpaka wale wakora wote wanaleta insecurity na wizi ya ng'ombe wahame kabisa. Wahamishwe wasihamishwe? Wahamishwe. Wakora wa ng'ombe wahame, si ndio? Katele ya miraa wahame, si ndio? Si wale wakora wa siasa pia wamehamishwa? Wahame kwa mlima wasihame? Si walisema rais hawezi fika Meru? Sasa rais yako wapi? Rais ako wapi? Ati rais ako wapi? Ako hapa Meru. Maua si iko Meru? Si iko mlimani? Huyu rais ndiye mwenye mlima? Aishi kwa mlima, akae kwa mlima, asitishwe na mtu yeyote. Unajua kuna watu rais wamekuwa na kiburi, wamekuwa wakisema ati rais hawezi kanyanga Maua, hawezi kanyanga mlima, eti na wao ndio watasema nani atapigiwa kura mwaka wa 2027. Nyinyi watu wa Maua, iko mtu atawaambia ama ni nyinyi mtaangalia kazi ya mtu? Mtaangalia kazi, si ndio? Kazi iongee, maendeleo yaongee, tusonge na maendeleo, tusonge na William Ruto. Mlima ni ya William Ruto. Hebu tuonyeshe mlima ni ya William Ruto, mlima ni ya William Ruto. Asante. Habari zenu watu wa Meru, mugeni mugakaere ngethia yogo. Bwana asifiwe. Moyaro, mimi nimeshukuru sana kuwa hapa siku ya leo, na nataka kuwapatia salamu mingi kutoka kule Embu. Na nataka kusema hivi, Mheshimiwa Rais, kwake gavana mpya, Gavana Mutuma, I want to pledge that I will work with you to ensure Mount Kenya East is developed. Na tutashikana pamoja, mimi na yeye na Mheshimiwa Muthomi Njoki. Pia nataka kushukuru Mheshimiwa Rais kwamba umekubali mambo ya miraa iangaliwe na Deputy President Kithure Kindiki. Na mimi ningetaka kuuliza, ukiangalia miraa muangalie Mogoka, kwa sababu wa Meru wale wako Embu ni wengi zaidi wakifanya biashara ya Mogoka. Kwa hivyo nataka usaidizi, tushike mikono sisi wote, Mogoka na miraa yote iwe cash crop, tuweze kusambaza nchi zingine. Finally, watu wa Meru, mushikilie huyu kijana yetu. Ametosha ama hajatosha?
Kithure Kindiki ametosha ama hajatosha? Hebu tuonyesheni kwa mikono. Mheshimiwa William Ruto ametosha ama hajatosha? Hebu nione kwa mikono. Mubarikiwe sana, asante sana. Nano awasalimia dakika moja waziri wa mambo ya tourism. Waziri wa utalii na wanyama pori, ningetaka kualika dunia mzima ikuje hapa Meru wajionee Meru National Park na Kora National Park, kwa sababu hizo mbili zikilinganishwa ndizo zile kubwa kabisa hapa nchini. Pia kusema ndovu tunaziwekea mipaka ndio tumalize mgogoro wa binadamu na ndovu, na tutarudi tuongee maneno ya utalii. Asanteni sana. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ibwega mono. Duarente na mantoa mainge mogani yake janja kadida wate a. Karibisha wa mogani yake janja. Anakaribishwa. Asante sana President. Mimi nikukushukuru, umefanya mengi, nimefurahi na watu wangu wamefurahi kwa ajili ile kitu kidogo unanipatia tawaletea. Asante sana na Mungu awabariki. Makofi. Niko na mbunge wetu Moses Kirima wa kule Imenti Central, mpigeni makofi. Niko na Kayuyu hapa, mpigeni makofi. Niko na ndugu yangu Mwiridhania, mbunge wa Bori, mpigeni makofi. Niko na Mary Mutune, mpigeni makofi. Rahim, mbunge wetu wa Imenti North. Niko hapa na Charity Kadhambi, mbunge wetu wa kutoka Njoro. Niko hapa na nani mbunge mwingine? Niko na Mudhoni, nominated MP wetu. Niko na Daniel Kele, mbunge wetu wa hapa Igembe Central. Na niko na mzee wetu, mzee wa Meru, anaitwa Kiraito Moronge. Nataka atusalimie. Aya mzee, tusalimie dakika moja. Sorry. Antoveto wa mawa muweni kairi. Bwana asifiwe. President William Ruto athambwe na mbi, athambwe na athambwe na eria, sidio? Eria reura athambwe na Okay, mimi sina mengi sana. Yangu ni kurundia president wetu asante sana. Kwanza kwa sababu kwa mara ya kwanza kwa historia ya Meru amechagua Profesa Kithure Kindiki kuwa deputy president wa nchi ya Kenya. President apigwe makofi. Na unasikia ile kazi ametuma Kithure. Amemwambia apita na makatel yote ya miraa. Kwa utafuta hata mishare kutoka Tharaka au makatero wafukushwe nchi. Ya pili, niko hapa kwa sababu tuna gavana mpya. Gavana Mutuma Ntwithinkia. Niko kwa gavana mwero Ntoveto. Wara nataka gavana Ntwithinkia inue mkono president yaone. Gavana anafanya kazi nzuri. Ameleta Wameru wote pamoja
na ile kelele yote tulikuwa nayo Meru, bwana president, imeisha. Nimwitikiria tuwatenga wana wetu mbaru. Mwisho His Excellency, kwa sababu hakuna wakati, nataka tukuimbie, nataka tumuimbie president hapa maua. Nataka tumwalike Mheshimiwa Mporo Aburi apiga wimbo, tumkaribishe president hapa maua. Mheshimiwa Mporo. Haya 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 haya, harambe no peu, harambe kinyaka wakoi, kinyaka wakara ausa wawe na wamba wawe na 10 bilioni we ake wakoi wote Ruto, kinyaka wakoi weka mkono peu no peu no peu no peu no peu no peu. Mheshimiwa Rais, chama na upeo tuko juu, na tumeamua ya kwamba kutoka leo tuko nyuma yako na tunasapoti wewe kila wakati. Kweli rongo? Na nilisema ya kwamba njuzi nilipokuwa pale ya kwamba kuna mkora alikuwa anataka kuuza wa Kenya na 10 bilioni. Akaambia Ruto, nipatie 10 bilioni nikuletea wa Meru. Semeni hivyo. Mheshimiwa Rais, sisi tuko na imani na wewe, na Mungu akicheza na wewe. Na Mheshimiwa Rais, tunasema kwamba sisi wa Meru, ile kazi umefanyia wa Meru, atupembezi punde mteremko. Tunaiatilia, inateremka, tunaipembeza kipanda. Ya kwamba sisi wa Meru tulikupigia kura, hatukupigia mwingine. Na wewe ndio mtu wa kwanza kuangalia wa Meru. Ya kwamba 1960 ile kiti ilienda na ndugu zetu, ikaenda na ndugu zetu, ikaenda na Kenyatta, ikaenda na Kibaki, ikaenda na Ruto, ikapewa Gachagua. Wakati tumepewa ndio imekuwa vita. Wewe ndio kijana wa kwanza Mkalenjin ameangalia ya kwamba wa Meru wanaweza kuongoza. Mpigeni makofi. Na Mheshimiwa Rais, sisi tuko na imani na wewe. Kama sasa hivi umefanya kazi hapa na Mekindori, uko na choko 3 bilioni, na uko barabara kunate umetengeza, hospitali ya Mekindori inatengezwa, TTI ya Mekindori bado inatengezwa, KMTC ya Mudharo Rende iko kwa process. Kwa hivyo sisi tuko na imani. Amen. Ruto ni nguo nyamwero ngambe tembe kayo yonde, Ruto ni nguo nyamwero ngambe tembe Pero yonde Ruto ni nguo nyamwero ngambe tembe. Pero yonde Ruto ni nguo nyamwero ngambe. Harambe no peu kinyaka wakoi, no peu whatever Ruto, no peu whatever Kedore, no peu kinyaka wanga, no peu inyatuama. No. Thank you. Ninawapenda sana, nawatakia heri na baraka. Mungu awabariki sana. Watu wa Maua, asanteni sana. Murungu abudharime. Mungu awabariki sana jameni, asante sana. Shenzi.